Thanks for staying with the broadcast. Let's continue informing you. To some shocking news now, and Marigat residents are still astounded following reports that some unknown people broke into the new Marigat Sub-County Hospital mortuary and stole equipment used for preserving bodies. Elders from the local communities have warned that a curse may befall those responsible. According to their traditions, it's a taboo to invade a mortuary, as Ken Gashuhi now details. A short distance from Marigat town in Baringo County stands the new Marigat Sub-County Hospital, yet to be officially opened. For now, only the general ward, maternity ward and the operating theatre are operational. This building, tucked in the bushes at the edge of the hospital, is the only mortuary around and was set to serve the vast Baringo South and Tiati constituencies. But even before being operationalized, it was recently broken into and vandalized by unknown people. Chumba hiki kilikuwa kimejengwa kimekamilika na hata kikawa kimewekwa ile rumu ya baridi, cold room, ya kuweza kuhifadhi miili karibu 8. Lakini wakati tulikuwa tunakaribia sasa kufikiria tukifungue kianze kazi, wizi uliweza kufanyika hapa. The suspects are said to have stolen critical fittings and power cables required for preserving the bodies, leaving all activities at the morgue grounded. Katika friji zetu za kuhifadhi maiti, tray zote 8 ziliweza kuibiwa, na kama vile tunavyojua, bila hizo trays basi ni vigumu sana kuweza kuhifadhi pale mwili. Yaani tukiweka underground cable hadi kwa hiki chumba cha kuhifadhi maiti, lakini cable hiyo iliweza kuchimbwa na ikakatwa, ikaibiwa. Elders have condemned the act, saying that this is considered a taboo for a community whose members have so much fear for death, let alone stealing from the dead. Kwa gemila yetu wa Afrika, mtu akiba mochari ile baada ya kufunguliwa kama hii, yeye nitakuwa mtu ya kwanza kufungua. Na sio laana, ni hivyo tu, sababu unachopanda hiyo ndio utapona. Construction of a mortuary in this area was informed by challenges faced by locals in preserving the bodies of their departed loved ones in morgues located far away in Kabarnet and Nakuru. Kila mtu analala, na lazima asikwe, na lazima aende kwa mortuary. Tulikuwa tukienda mpaka Nakuru, mpaka Barnet. Alikuwa ni changamoto na itakuwa very expensive kuzuka baba maiti mpaka mbali. Yule ba 30 hatuna hiyo, lakini kwetu hapa ni kilomita 1 tu. Koti yetu ya Marigat ilikuwa launched juzi. Kwa hivyo ukifanya maneno kama hayo, usifikirie utawekwa hapa na ukae kidogo na urudi nyumbani. With investigation still on, the residents have pointed fingers at scrap metal dealers, saying that the trade has drawn many local youth into vandalism. Ken Gashuhi, KTN. Now, President William Ruto has once